zungumza. Leo nitatoa mifano. Nitawaomba radhi sana wasikilizaji wenu na watazamaji wenu, waende wakanielewe. Waende wakaangalia historia za manabii, wote walikuwa na maadui. Yesu kuna muda alilalamika akasema, elewe maktaban maktaban, yeye Mungu wangu mbona unaniacha? Baada ya kuona maadui wanamsakama. Muhammad aliingia kwenye vita ya kwenda kupigana kwa sababu ya maadui walikuwa wamtaki. Mungu anampa amri atoke Maka aende wapi? Madina. Nabii Musa alayhi salatu wasallam alikuwa na adui, alikuwa Firauni, akataka kumchinja. Utetezi mkubwa ulitoka kwa mke wake mpaka alidumu akaja kuchukua nini? Utawala. Nendeni kwa Nabii Nuhu, alikuwa na maadui. Mungu anamwambia maadui wamezidi, mabalaa yamezidi, hapo hataki kusikiliza. Tengeneza safina, safiri, ondoka. Nisikilizeni waandishi, mwaka unaisha, nimefurahi sana, nimeongeza maadui. Ndio Maadui ni wengi. Na hili ukitaka kuamini adui ni mtu gani, nenda kasome Mathayo 5:43-48. Nani ana simu hapo? Angalieni hayo maneno Mungu anazungumza. 5:43 mpaka 45. Nani mwenye simu? Angalieni maneno anazungumza. Yesu anasema imeandikwa, mpende jirani yako na mchukue. No, hiyo nyingine shehe. Mpende jirani yako, mpende jirani yako na mchukue adui yako. Ila mimi nasema, Yesu sasa anasema yeye, nisikilize vizuri. Hiyo Mathayo 5:43-45. Hii ni elimu. Na ndio maana nikasema ukiona mwanadamu hana maadui, huyo ana shida. Mpo tayari kumpokea Meja endapo atarudi Simba kwa maadui ambao wanapitia hivi sasa Young Africans? Simba nafasi zimejaa. Unamwambia Meja wenyewe tuliokuwa tunatosha. Unamwambia Meja? Meja ni Yanga. Na endelee kwa Yanga. Ana maadui wengi kwa hivi sasa. Na ndio maana lazima anakubalika, na ndio maana na maadui. Nimetolea mifano manabii, lazima wamekuwa na maadui. Na yeye ni nabii mmoja wapo. Lakini pia kuna mtofauti wa mitazamo katika jamii. Leo haiwezekani taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lina watu zaidi ya milioni 60, alafu mitazamo ikawa sawa sawa. Haipo. Haiwezekani leo Simba kuna watu zaidi ya milioni 35, alafu mitazamo ikawa sawa sawa. Haipo. Na ndio maana leo nimeamka kuzungumzia, kuna muda mwingine lazima nigusie mambo ya Mungu ili wanadamu wanaonisikiliza wapate nini? Kuelimika. Leo angalia mtofauti wa mawazo na usema kila siku. Petro alitofautiana mawazo na Yesu, ndivyo. Na ndio maana kuna maneno magumu Yesu aliyazungumza, alimwambia Petro, rudi nyuma yangu Shetani, kwa sababu ya wazi ya Mungu ya wazi ya wanadamu. Nisikilizeni nyinyi, mnaponiongea na mimi naongea na nini? Na kompyuta. Lakini baada ya Petro mbele kubadilika, Yesu akasema, wewe ndio mwamba na juu ya mwamba huu nitalijenga nini? Kanisa. Bana Mikoi Kisugu, taarifa ni kwamba muda wowote kuanzia hivi sasa, endapo Uganda itatoka kwenye mashindano ya AFCON, basi huenda jina la Alan Okello ni saa yoyote na muda wowote kutua Tanzania. Haitishi. Tunamkaribisha aje kwenye ligi ngumu, aje kwenye ligi ya ushindani mkubwa. Ni kama unaongea lakini unaumia. Na kwa nini nasema haitishi? Moja katika vilabu vya Afrika Mashariki na ya Kati havijawahi kufeli katika usajili wa wachezaji ni Simba Sports. Jana mmeangalia Cameroon saa 5, nani kaangalia? Aliyecheza namba 4 namjua? Chefondo Malone ametoka wapi? Ndio mwanadamu wa kwanza katika bara la Afrika kuteuliwa mwaka huu kwenye national team ya wapi? Ya Cameroon. Ametoka Simba. Aliyemleta Chemalon Fondo yupo? Simba. Waandishi semeni. Ninyi waandishi mna shida baadhi yenu. Lakini Singano una shida zaidi hapa, mimi siwezi kukukwepa. Na ndio maana Singano, kuna baadhi ya watu mimi waliletea maoni, walisema Kisugu usifanye press na Singano mkorofi. Na mimi leo nataka kuonyesha kuombea watu kwamba Singano na mkorofi. Kuna swali nimemtega hilo. Hilo asiponiuliza nitazungumza mimi mwenyewe mwishoni, hapo nitaambia watu mshambulieni Singano. Bana, ni kweli usajili wa Alan Okello kwenda Simba ukutishi. Pengine ni kama unachukulia mchezaji wa kawaida sana. Lakini mchezaji anakuja kwenye timu kwa namna mbili. Usajili kwenye timu si kwa sababu uzuri tu wa mchezaji aje kwenye timu. No. Mchezaji anakuja moja kwa mapendekezo na mwalimu na matakwa ya yule mchezaji. Kinachotusumbua sisi na nyinyi waandishi wa habari, nchi yetu kuna viongozi wavivu kutafuta nini? Wachezaji. Lakini mimi naamini Afrika Mashariki na Kati na bara zima la Afrika wachezaji wenye uwezo mkubwa wapo Singano. Kwamba Okello mlianza kumfuatilia nyie? Unatusemea.
Uganda sisi nyumbani. Kwa nini nimemkosa? Tulimleta mtu mmoja anaitwa Musa Mude wakati wewe bado. Ni kwa nini? Fundi mmoja wa mpira. Tulimleta mtu mmoja anaitwa Emmanuel Anodi Okwi. Mimi nasema na bado Stephen Dese kama ikatokea Alan Okello kuja kwenye ligi ya NBC tunamkaribisha. Akaribia kwenye ligi ngumu, akaribia kwenye ligi ya ushindani. Hapo unamuona ni mchezaji wa aina gani? Mimi naamini ni mchezaji mzuri. Haiwezekani mchezaji wa national team za Cranes ya Uganda akasema mchezaji mbaya. Ni mchezaji mzuri na mheshimu kwa uwezo wake. Ni kwamba Yanga wamelamba dume, si ndio hivyo? Sasa kama unasema, mimi siwezi kukataa kwa sababu yawezekana Singano unajua kabla mimi kuliko mimi, na unajua dirisha la usajili imeshafunguliwa, na inawezekana unajua usajili tayari ushakuwa nini hewani. Inawezekana Singano na taarifa tayari, watu wachafanyaje, wazaji siwezi kukatalia. Lakini mimi ninachosema nina imani kubwa na management ya Simba kwamba ina uwezo mkubwa wa kusajili wachezaji. Pesa ipo. Steven Becker ataingia muda wote. Ataleta mapendekezo yake. Technical bench litakaa kwa pamoja. Wataona nani Simba ingie, nani atoke. Simba ipo sokoni kumdaka Yona Amos, na hii imekuja mara baada ya Kubu Suleimani kuumia. Pengine kwako Yona Amos ni golikipa wa namna gani ambaye atatimkia pale Unyamani? Kwanza Singano, nikwambie lugha moja nyepesi sana. Mimi naamini dirisha dogo la usajili halijafunguliwa. Unataka kunilazimisha mimi niishe kwenye tetesi. Sitaki kuishi huko. Ninachojua na akili kwenye vyombo vya habari, goalkeeper wetu namba 1 Pimpin Kamara ana injury ya muda mrefu. Goalkeeper wetu ambaye tumtegemea namba 2 Ayubu Yakubu amepata shida akiwa na national team. Kinachosubiriwa ni kupata ripoti ya daktari wa timu ya taifa juu ya maendeleo yake Yakubu Suleiman katika management ya Simba. Ninachoamini management ya Simba ikawa imepata taarifa sahihi kutoka kwa daktari wa timu ya taifa na akaamini kwamba Yakubu Suleiman kwa muda mrefu atakuwa hajarejea katika ufiti wake. Mimi naamini kwamba Simba wataingia sokoni na wataleta goalkeeper. Vipi mkimpata Yona Amos? Ni goalkeeper mzuri. Anadakia Pamba ya Mwanza. Ni goalkeeper ambaye ameshawahi kuitwa national team. Mimi naamini kwenye nafasi ambayo orodha wataalamu walimu wa national team katika goalkeeping, katika magolikipa 10 Yona Amos yupo. Ni goalkeeper na mheshimu, najua ana uwezo mkubwa na anafanya vizuri kwenye timu yake. Ikatokea akaja Unyamani, tutampongeza, tutampokea, tutampa support. Ngoja nikwambie siri moja ambayo Singano huwezi kuijua. Anayemtambulisha mtoto kwa mama yake ni Mungu. Anayemtambulisha mtoto hapo sawa ni Mungu kwa mama yake, lakini anayemtambulisha mtoto kwa baba yake ni mama. Na ndio maana ukirudi nyumbani wewe Singano bado Beka wewe utafikia mara huko, ukifika tu mtoto analia ng'aa, anamwambia nenda kwa baba yako. Maana yake mama anatumia nguvu kubwa kumtambulisha mtoto kwamba wewe ndo nani? Ni baba yako. Uongozi wa Simba, mchezaji atakayemleta mimi ndo mchezaji wangu. Vipi wakikosea? Siamini kwenye kukosea. Siamini kwenye kukosea. Yanga hawataki masiara, tayari siamini kwamba muda wote. Sitaki kuwazungumzia hao. Lakini ziko taarifa zinasemekana kwamba Enock Inonga Baka amerejea Msimbazi. Aliondoka lakini pia amerejea ndugu yangu. David Beckham alirejea Manchester United. David Beckham alirejea Manchester United kama mchezaji. Njoo Singano. Njoo. Washa mic. Washa mic. Washa mic. Nilisema kuna maswali Singano hawezi kuniuliza. Asante. Leo Singano kazima mic, alikuwa anaondoka. Ninyi waandishi mwe mashahidi. Mimi sio Mfalme Njozi, najua ninachokizungumza. Huyu Singano hajui kwamba Simba Queens jana kampiga Yanga. Hajui.